Moja ya kitu ambacho kinawatatiza vijana wengi wa Kikristo ni kuhusiana na wao mahusiano yao kuvunjika kabla hawajaingia kwenye ndoa, na ni moja ya maswali mengi wanayo na hawajapata majibu. Ngoja nikuonyeshe kitu, mtu wa Mungu. Kama hauna ujasiri huu wa kusimama mbele za Mungu na kusema maneno haya, huyu mwanaume uliyenipa, huyu mwanamke uliyenipa, basi hayo mahusiano unataka kuyavunja na uende ukamtafute Mungu, kwa sababu watu huanzisha mahusiano si kwa sababu wamependana, bali watu huanzisha mahusiano kwa sababu wamesikia sauti ya Mungu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 12. Ngoja nikupeleke kwenye hiyo safari. Tunamwona Mungu anamsemesha Adam. Adam anapata ujasiri wa kusema huyu mwanamke uliyenipa. Huu ujasiri. Na Mungu amsemeshi tena Adam. Anamwangalia Eva, anamwambia Eva, umefanya nini? Kwa Adam aliongea point, na Mungu alishindwa kumlaumu Adam kwa sababu anajua ni kweli mimi ndo nilimpa huyu mtu. Na Mungu hawezi kutatua tatizo ambalo yeye sio ameliweka. So watu wengi hawana ujasiri, hata wakienda mbele za Mungu, Mungu anashindwa kurekebisha mahusiano yao. Pindi mmoja anapokuwa amekosea, anashindwa kwenda kulalamika mbele za Mungu kwa sababu hakusikia sauti ya Mungu kuhusiana na hao mahusiano. Na Mungu anashindwa kwenda kuyatatua mahusiano kwa sababu yeye hakuweka sauti yake pindi mahusiano yanapoanzishwa. Habakuki anasema, nitasimama kwenye zamu yangu nione kitu gani Bwana ataniambia nami nipeleke malalamiko. Shida wa Kristo wanapeleka malalamiko kabla ya sauti ya Mungu. Mungu akikupa mtu na huyo mtu akakengeuka, unao ujasiri. Kuna ujasiri utakuwa nao ndani kwa sababu ulisikia sauti ya Mungu, huyu ni mume wako, huyu ni mke wako. So una ujasiri wa kwenda mbele za Mungu na kudai haki yako. Na Mungu ni rahisi kwenda kumtafuta yule mtu na kumuarrest na to put that person into an order, kwa ajili hataki neno lake litukane. So wewe ambao umeanzisha mahusiano kwa sababu mnapendana, upendo ujaribiwa. Upendo unajaribiwa. Sauti ya Mungu haijaribiwi. So haijalishi huyu mtu amekukosea vipi, lakini kama kuna sauti ya Mungu na ukaenda mbele za Mungu na kulalamika na kumwambia Mungu, ulinipa huyu mtu, Mungu atatoka na atamkamata kokote alipo na atamuadhibu na atamleta mpaka mahali ambapo anatakuwa nyie muende. So Mungu anashindwa kwenda kumtafuta huyo mtu kwa sababu hata yeye anashangaa, ni lini nimekupa huyu mtu? Adam hakuulizwa swali, lini nimekupa huyu mtu? Kwa sababu Mungu alijua ni kweli nilikupa. Na ndio maana Adam alikuwa na ujasiri. Sasa swali ni hili, je, una ujasiri huu wa kumwambia Mungu, huyu mtu uliyenipa, una huu ujasiri? Kama hauna huo ujasiri, achana na hayo mahusiano. Nenda katafute sauti ya Mungu, kwa sababu utapokuwa na sauti ya Mungu, it is your assurance